Asanteni sana. Tafadhali mnaweza kuketi chini. Asanteni sana. Viongozi wetu wa kanisa na dini, maaskofu, wachungaji, ndugu viongozi wenzangu wote, na wananchi wa Narok na Leshuta, mjambo. Enda subabogi. Meisi sio laitoriani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione watu wa Narok. Asanteni sana. Wacha nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya aina ya kipekee tufike hapa Narok kwa siku ya leo katika sherehe hii na ibada hii ya shukrani. Tulikuwa hapa Narok hivi majuzi kwa ibada ya shukrani ya sote tuliochaguliwa, MCAs, wabunge, gavana na sote. Leo tumekuja hapa tena katika sherehe ingine na ibada ya shukrani kwa dada yetu Soipan Tuya. Yeye amepata nafasi ya kuwa waziri katika baraza la mawaziri la taifa letu la Kenya, na tumekuja hapa kumshukuru Mungu kwa sababu ya kipawa ya huyu mama. Soipan Tuya, mimi naweza kutoa ushuhuda kwamba nimefanya kazi na yeye. Ni mtu mwadilifu, ni mtu mwaminifu, na vile vile ni mtu mwenye ako na bidii. Na kwa sababu ya bidii aliyokuwa nayo na imani yake na uadilifu, na kwa sababu pia yeye ni mama shujaa, leo amepata baraka ya kuwa waziri katika baraza la mawaziri la taifa letu la Kenya, na tunamshukuru Mungu. Soipan Tuya kuwa waziri sio kwa sababu yeye ni mama, sio kwa sababu yeye ni mama Masai ama mfugaji. Mahali amefika kwa sababu anatosha. I must say this without fear of any contradiction. Today, Soipan Tuya is not a minister in the government of Kenya because she's a woman or because she comes from whatever community, but because she is capable of being a minister in the Republic of Kenya. Na yeye kuwa waziri in our team, and as the team leader of a very big team, I want to say that she has earned her place in our team. Mahali tumetoka mbali. Yeye si mama muoga. Kuna watu wengi walikuwa pamoja na sisi, lakini wakati kiliumana walitoroka. Huyu mama alisimama imara. And I want to say, Soipan, congratulations. You are, ile ilisemekana hapa, calm, cool and collected. We can say that without fear of any contradiction. Pongezi sana. Na kwa sababu ya your achievement, yale mambo umeweza na kiwango ambayo Mungu amekupeleka, sasa wewe ni kielelezo kwa wasichana wengi wa Masai, kwa wasichana wengi wa Ma community, na kwa wasichana wengi wa taifa letu la Kenya. They can look up to you and say that the sky is the limit for anybody who tries and works hard. And I want to say that when we see you, we see women who can do, if not as good as what men can do, they can do better. And I am very confident that the docket today you have as our Cabinet Secretary for Environment, Climate Change and Forestry,
I am very confident that you will discharge that responsibility and you will make your parents, the people of Narok, the women of Kenya, and the people of Kenya proud as you do your job as Minister for Environment. Nataka niseme pongezi kwa baba yetu mzee Tuya na mama kwa kumlea huyu msichana ambaye sasa ni mmoja wetu, anachangia katika uongozi wa taifa letu la Kenya katika kiwango ya waziri. Asanteni sana watu wa Narok kwa kumchagua huyu mama akawa ni Women MP hapa Narok kwa miaka 10. Na mimi nataka niwashukuru vile vile, nikisimama hapa mbele yenu nilikuwa nimesema, lakini wacha nirudie. Kwa watu wa Narok nataka niseme asanteni sana kwa kura zenu. Sisi wote, gavana wenu yuko hapa, women rep, wabunge, MCS, sote kwa sababu ya kura zenu ndio tumepata nafasi ya uongozi. Na kupitia kwenu nyinyi ndio mmempatia huyu Soipan hiyo kazi ya waziri. Kwa sababu kura yenu ndio imeniwezesha nimteue kama waziri. Pongezi sana watu wa Narok. Congratulations. Mimi nataka niwahakikishie kwamba hii safari, vile nilisema tukiwa pale Narok, nafasi sasa ambayo iko ni yetu sisi kama viongozi tuungane ili tuweze kutekeleza yale mambo ambayo yatabadilisha Kenya. Vile viongozi hapa wamezungumza, MCA wetu wa hapa ameongea, mbunge wenu wa hapa ameongea, mama county, governor, waziri amesema ya kwamba kuna mambo mnataka hii Narok tuweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Tuko na mambo ya title deeds, tuko na mambo ya barabara, tuko na mambo ya masomo ya watoto wenu, shule ya Soipan hapa na shule ya Leshuta pale. Mko na mambo yenu ya barabara, mumesema barabara mpaka ifike Oloropil, mnataka itengenezwe, barabara itoke kule Ewaso ama Wasonyiro, ikuje mpaka ifike kule Oltulelelai ama unaita nini kona pale, kupitia hapa Naikara. Mimi nataka niwaeleze hizo kazi zote haiwezi kutimia kama tutaendelea na mambo ya viongozi. Sasa ni wakati wa sisi wote kuungana tuweze kupanga vile Kenya itaenda mbele. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Narok, wale viongozi wote mmewachagua hata kwa vyama tofauti, mimi nataka niwahakikishie niko tayari kufanya kazi na wao ili tuweze kupeleka Narok mbele na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Saa hizi mambo ya siasa tupunguze. Saa hizi sio mambo ya viongozi tena. Saa hii tupange mambo ya wananchi. Nimefurahi sana kufika hapa, nimewasikiza kwa makini. Watu wengi hapa wameuliza yale mambo yatafaidi wananchi wetu